Ni vizuri ufahamu kwamba kwenye maisha ziko nyakati unakuwa na watu unaishi nao nyumba moja, msikiti moja, kanisa moja, ukoo moja, familia moja, mtaa mmoja, grupu moja la WhatsApp, na katika eneo lolote ambalo utakuwa na watu fulani. Lakini naomba nikwambie, kuna wakati utafika hutoendelea kuwa na hao watu. Aidha utahama, aidha utaondoka, aidha utafariki. Kwa namna yoyote utaondoka, na kuna watu ambao hawatakuona tena baada ya wewe kuondoka. Wedha unaondoka lakini bado unapumua, au unaondoka wakati pumzi mwenye nayo amekwisha ichukua. Leo nataka nikuonyeshe mambo mawili ambayo tutayakumbuka kwako siku ukiondoka. Mambo mawili ambayo tutayakumbuka kwako siku ukiondoka. Mawili tu ambayo tutayakumbuka kwako siku ukiondoka. Na nakwambia hivi ili uweze kuanza kujiandaa na kubadilisha mfumo wa maisha yako, kwa sababu kwa jinsi unavyoishi kila siku, basi unaandaa na kuyapolish haya mambo mawili ili tuweze kuyakumbuka kwako. Jambo la kwanza tutakaloliona na kulikumbuka sana kwako siku ukitutoka na kuondoka kwenye upeo wa macho yetu ni yale matatizo ambayo uliyasababisha. Tutakumbuka matatizo ambayo wewe ulikuwa chanzo kwayo. Tutayakumbuka matatizo ambayo wewe ndio ulikuwa sababu ya hayo matatizo kutokea. Matatizo haya ni kama watu uliowahi kuwaumiza mioyo yao, watu uliowahi kuwaliza machozi, watu ambao furaha yao iliondolewa na wewe ulihusika, watu ambao wangepaswa kucheka lakini hawakuweza kucheka kwa sababu wewe ulikuwepo, au kwa sababu wewe kwa namna moja au nyingine ulikuwa chanzo cha wao kuto kucheka. Uliwafanya wakapoteza ndugu zao, marafiki zao na wapendwa wao. Uliwafanya wakapoteza watoto wao, wakalia kwa sababu yako. Wale uliowadhulumu, wale uliowaliza, wale uliowakwaza, wale uliowanyima haki yao, wale uliowanyima furaha, majukumu ulioshindwa kuyafanya ukayakwepa. Haya ni matatizo, na ni matatizo ulioyasababisha wewe. Naomba nikwambie, hata ufanye nini, tutakukumbuka kwa haya matatizo. Tutakukumbuka kwa maumivu ulioyasababisha. Tutakukumbuka kwa vilio ulivyovisababisha, na tutakukumbuka kwa mioyo ambayo uliinyima furaha. Lakini jambo la pili ambalo tutalikumbuka ukiondoka ni yale matatizo ulioyatatua. Tutakukumbuka sana kwa majibu ulioyaleta kwenye mioyo ya watu, majibu ulioyaleta kwenye maisha ya watu. Wale ambao walikuwa hawana ada ukawapa ada, wale waliokuwa hawana mavazi ukawapa mavazi, wale waliokuwa hawana misingi mizuri ya imani ukawafundisha imani, wale waliokosa mentor ukawa mentor na coach kwao, wale uliofanya mema mazuri katika maisha yao, majukumu ulioyasimamia na misaada ulioitoa kwa wale watu. Haya ni matatizo ulioyatatua. Naomba nikwambie, tutakukumbuka kwa matatizo ulioyatatua. Mambo mawili ambayo kamwe hatutoyasahau kwako ni yale matatizo ulioyasababisha na yale matatizo ulioyatatua. Ushauri wangu kwako, punguza kiwango cha kusababisha matatizo, ongeza kiwango cha kutatua matatizo kwenye maisha yako. Naitwa Dr. Chris Mauki.